Msikilizaji wangu popote pale unaponisikiliza, ninambariki Mungu sana kwa namna ya kipekee. Nichukue nafasi hii kukualika sana kwenye maombi makubwa haya, maombi makubwa sana ya kuvunja roho za kuchelewesha kufika kwenye hatima yako. Na amini kabisa umekuwa unatufuatilia kupitia maombi makubwa sana, maombi ya usiku, na haya ni maombi ambayo yatakusaidia kwa sababu kuna roho zinaita roho za kucheleweshwa. Naomba nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema, asante kwa kusudi lako, asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tuhudumie wanao sawasawa na fadhili zako. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, amena. Mungu akubariki sana popote pale unaponifuatilia kupitia channel yetu hii pendwa, na nichukue nafasi kabisa nikualike wewe ambaye unanifuatilia popote pale ulipo. Kuna roho zinaitwa roho za kucheleweshwa, na kwa lugha nyingine tunasema the spirit of delay au delaying spirit. Watu wengi wamechelewesha kufika kwenye hatima, wamechelewesha kufika kwenye ndoto zao. Umechelewesha kufika kwenye hatima yako. Na roho ya kucheleweshwa ni nguvu ya kishetani kutoka kwa wachawi, washirikina, mizimu, madhabahu za kifamilia, inayokaa malangoni mwa mtu ili kuleta upinzani na kuweka vizuizi vya kupiga hatua ili kufanikisha ndoto zako. Na hii ni roho kamili ya kishetani kutoka kuzimu inayomvaa mtu ili kumnyima kupata kitu fulani kwa wakati sahihi. Katika ulimwengu wa roho, kucheleweshwa ni kurudishwa darasani. Ndio maana wakati mwingine unaweza ukaota ndoto umevaa nguo za shuleni, shule za msingi, upo darasani, unafanya mitihani migumu usioweza kuwa na majibu. Ndoto kama hizi huashiria una vitu vya kucheleweshwa katika malango yako ya hatima. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ezekieli sura ya 12 mstari wa 25 na 28, Biblia inasema, maana mimi ni Bwana, mimi nitanena na neno nitakalo nena litatimizwa, wala alitakawilishwa tena. Maana katika siku zenu, ewe nyumba iliyoasi, nitalinena neno hilo na kulitimiza, asema Bwana Mungu. Unaweza kuona kwamba anasema, maana mimi ni Bwana, mimi nitanena na neno nitakalo linena litatimizwa, wala alitakawilishwa. Unaona, Mungu anasema lile neno nitalinena, wala nikilinena alitakawilishwa. Maana yake ni nini? Mungu hataki sisi tuchelewe. Mungu hataki tuchelewe, na anaeleza kabisa neno nikinena basi litatimia. Sasa unaanza kujieleza, ikiwa Mungu amesema neno lako kwamba hatakawilisha, maana yake nini? Anatuthibitishia kuwa kuna roho ya kukawilishwa, yaani kucheleweshwa. Unaona, kama Mungu anasema kwamba hatakawia, maana yake kuna spirit ya delay ambayo inafanya kazi. Unakuta umri wa kuoa na kuolewa umefika, lakini shetani anakuingiza katika mahusiano yasiyo sahihi na ya muda mrefu. Mwisho wa siku unakuta tayari mahusiano yasiyo sahihi na ya muda mrefu tayari yamesha kuchelewesha tayari. Unakuta umefungua biashara zinadorora, unaona, zinakosa wateja wakati wenzako wanauza vizuri. Sasa kwa nini unadorora? Hiyo biashara inadorora. Kuna kitu katika ulimwengu wa roho. Umeingia mjini muda mrefu, lakini una mafanikio ya aina yoyote, wakati wenzako waliokuja juzi wana kila kitu. Naanza kujiuliza, mimi nimekwama wapi? Kumbe kuna roho ya kuchelewesha. Unaona, umemaliza chuo siku nyingi na una kazi yoyote. Unaona, unazurura tu mtaani, wakati uliowaacha shuleni miaka mingi, waliowaacha miaka mingi, na wengine mliotoka nao chuoni miaka mingi, miaka 10 sasa, wana kazi nzuri, na wakati wewe una kazi. Naanza kujiuliza, hii ni nini? Una muda mrefu katika wokovu, lakini hujui chochote juu ya Mungu. Wakati aliyeokoka juzi tu
anajua, ameshashuhudia, matendo makuu anayaona, wewe hamna kitu nakiona. Hii ni hatari sana. Unapanga mipango inaishia njiani, wakati wenzako wanapanga mipango ya kimafanikio na wanafanikiwa, lakini wewe hauna hatua yote unayoipiga. Unaongea na mtu juu ya jambo fulani au dili fulani, lakini unashangaa la pesa kwamba atakusaidia au atakupatia fedha, lakini ghafla unashangaa anabadilika. Umeelewa? Kuna wakati unajiuliza, je, nimekwama wapi? Nimekosea wapi? Kwa sababu umekuwa ni mtu wa kupanga mipango haifanikiwi. Kila mara unapanga lakini hamna kinachofanikiwa. Kila unachogusa akiendi. Unaona? Unaanzisha mahusiano yanakufa. Ukifungua biashara inafilisika. Ukitafuta kazi unakosa. Sasa ni miaka mingi. Unaona? Mpaka umefika mahali umejikatia tamaa. Unaona? Unashangaa hauvuki eneo moja kwenda eneo lingine. Umeshaomba, umeshasali sana. Ukiona kile unachokifanya akiendi, shtuka. Hiyo sio ya kawaida. Ni roho ya kuchelewesha. Ndio maana unaota upo shuleni, unafanya mitihani, unapitia mambo magumu ambayo hayaeleweki. Kuna kucheleweshwa kielimu. Kuna kuchelewesha kupata mtoto. Kuna kucheleweshwa kupata kazi. Kuna kuchelewesha kihuduma. Huduma haiendi kabisa. Kuna kuchelewesha kuoa au kuolewa. Kuna kuchelewesha kiuchumi. Mpenzi msikilizaji, malangoni mwako kuna vita ya kiroho ya kucheleweshwa. Maana yake hivi ni vizuizi katika ulimwengu wa roho. Kusoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10 mstari wa 11 mpaka 13, anasema nabii Danieli aliomba, unaona, maombi, shetani alimchelewesha majibu yake, unaona, kumfikia. Takriban zilikuwa ni siku 21. Kama nabii wa Bwana, majibu ya maombi yako yaliweza kuzuiliwa na yakachelewa kwa wakati. Je, shetani hawezi kuzuia? Hawezi kuzuia vitu vyako? Hawezi kuzuia wewe usiolewe? Hawezi kuzuia wewe usizae? Hawezi kuzuia wewe usiinuke kiuchumi, usiolewe kwa wakati, usipige hatua, usipange mikakati kaenda, usipate mtoto kwa wakati? Unaona? Msichana mwenye roho ya kucheleweshwa hawezi kuolewa. Shetani, unaona, anamkutanisha na wachumba wasio sahihi, matapeli, anaanzisha mahusiano yanakufa, na unajiingiza katika mahusiano ya muda mrefu, kumbe tayari ufalme wa giza umekuchelewesha. Mungu wakati ninaomba akawa ananielekeza sana kwamba kuna haja ya kushughulikia roho inaitwa roho ya kuchelewesha. Haya ni maombi makubwa. Kuna watu wamechelewesha kupata kazi zao, kupata biashara, kupata nyumba zao, wamechelewesha kuolewa, wamechelewesha kuzaa, wamechelewesha kupiga hatua. Lakini Biblia inasema kwenye kitabu cha Yoeli 2:25, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madubadu na tunutu na jeshi langu kubwa, unaona, alilotuma kati yenu. 23 anasema, Hesabu 23:23, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Yakobo. Leo ninakwenda kuomba, kama ni mizimu ya nyumbani kwenu, kama ni uchawi nyumbani kwenu ambao unakushambulia ili wewe ucheleweshe pasipo kujua, hiyo nguvu tunaenda kuivunja. Mpenzi msikilizaji wangu, unaweza kuona na nini kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Hapa kuna nguvu imetuma ili ucheleweshe. Kuna nguvu kadhaa ambazo zinaweza kutuma kwenye maisha yako ili ucheleweshe. Lakini kama unapitia hiyo hali ya kucheleweshwa, ziko namba hizi hapa ambazo ziko kwenye skrini yako. Unanifuatilia kwa njia ya TV, unaofuatilia kwa njia ya radio, anza kuangalia namba hizo kwenye TV yako. Lakini nakutajia pia namba hizi, naomba unitumie. Unapitia kwenye ile ya kuchelewesha kupitia 0679645759, na namba nyingine ni ya 0756934903. Ni kuombe kama uko nje ya nchi, anza na kodi namba ya Tanzania ya kujumlisha 55, na hapa ndipo sasa utaenda kumwona Yesu akifanya kazi kubwa sana ya ukombozi. Umekuwa unachelewesha kwenye ndoa, umechelewesha kwenye kazi, umechelewa kupata hatima, umechelewesha kufuata vitu vyako, umechelewesha kupiga hatua. Naona mkono wa Mungu ukienda kusaidia kwa namna ya ajabu sana, tukienda kuvunja kila kizuizi chochote ambacho kinakuchelewesha. Ni nani anakuchelewesha kwenda kwenye hatima? Ni nguvu gani inakuchelewesha kwenye hatima? Nataka tuombe wote
Kama uko hapo na unanisikiliza saa hii, tunaenda kuomba. Kama kuna nguvu yoyote na kuchelewesha, sasa hivi tunaenda kuivunja hii nguvu. Na tukiivunja hii nguvu utashangaa. Omba na mimi, usikate tamaa. Wewe omba tu na mimi. Sasa hivi tutakwenda kuvunja ile ya kuchelewesha. Naomba popote pale ulipo, kama umelala, amka. Hebu inua mikono yako, sema: Bwana Yesu, nimesogea mbele zako. Naomba unitakase kwa damu yako ya thamani. Nimechelewa muda mrefu, aidha ni mimi mwenyewe, lakini Roho Mtakatifu naomba unisamehe. Naomba unirehemu kabisa kwa damu yako ya thamani. Bwana Yesu, nioshe dhambi zangu zote kwa damu yako ya thamani. Nipe nafasi nyingine mpya ya kukutumikia katika upya wa maisha yangu. Asante Bwana Yesu kwa kunisikia, katika jina la Yesu. Sema amina. Tayari umeshapokea neema ya Kristo. Sasa majira ya kuomba yamefika. Naomba inua mikono yako, sema: Baba yangu, katika jina la Yesu, niko mbele zako. Ninatangaza katika jina Yesu, kila roho inanufuatilia, roho ya kuchelewesha, hiyo roho leo ninaivunja kwa damu ya Yesu. Kila madhabahu ya giza iliyonichelewesha, kila uchawi ulionichelewesha, kila roho za kichawi zinazochelewesha, roho za kiganga zinazonichelewesha, mizimu ya nyumbani kwetu inaonichelewesha, Bwana Yesu, kama kuna nguvu za kishirikina zinanichelewesha, leo kwa jina Yesu navunja hizo nguvu kwa damu ya Yesu. Madhabahu yoyote ya nyumbani kwangu inaonichelewesha, leo ninaivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Navunja hii madhabahu inaonichelewesha katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Rabababasat ramamandorobosh rekekeshekete rotarabababasika mandorobobushike. Anza kuomba. Vunja hiyo madhabahu ya ukoo wenu. Taja majina ya ukoo wenu, maana matatizo mengine ni matatizo ya kiukoo. Angalia kwenye ukoo wenu, ni wangapi ambao hawapigi hatua, hawaendelei, hawaolewi, hawazakete? Wangapi ambao wamechelewesha na madhabahu ya kiukoo inayofanya kazi? Piga hiyo madhabahu, vunja kwa damu ya Yesu. Vunja hiyo madhabahu, maana imeandikwa, sivunjeni madhabahu zao. Leo tunavunja hiyo madhabahu inayokushikilia. Umekuwa unaota ndoto, mara nyingine unaona unarudi kijijini, unaota ndoto, unakutana na watu ndotoni. Rababasikiti rakakashanda. Vunja kwa jina Yesu. Leo ninavunja hiyo mamlaka, ninavunja huo uchawi, vunja miungu ya kwenu inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho. Leo hiyo madhabahu ya kwenu iliyokushikilia leo ipasue. Parababababa rekekekekeke. Vunja hiyo madhabahu. Rababababa. Hiyo madhabahu inavunjika. Na rabo shike. We mwanamke, omba. We baba, omba. Rababatuku. Na vunja hiyo madhabahu iliyoshikilia familia yangu, iliyoshikilia ukoo wangu. Leo kwa jina Yesu ninaipasua, ninaivunja, ninaisambaratisha, ninaing'oa. Riabobosikiti manshokorobosha rabababa tekiribishi. Unajua kimetokea kwenye ukoo wenu. Angalia ndugu zako ambavyo waendi, angalia ndugu zako ambavyo wapigi hatua, angalia ndugu zako walivyokwama, angalia ndugu zako wanatamani kwenda waendi, angalia ndugu zako wanatamani kupiga hatua, hawapigi hatua, angalia ndugu zako wanatamani kusimama, hawezi kusimama. Unashangaa ni nini kinatokea? Kumbe kuna nguvu inawachelewesha. Leo hiyo nguvu kwenye familia yenu, hiyo nguvu ya madhabahu kwenye familia yenu inafanya nyinyi mchelewe, ampigi hatua, amuende, amsogei. Natangaza kwa jina Yesu, ninaivunja hiyo nguvu, ninaivunja hiyo nguvu. Pasua hiyo madhabahu,
Amka, omba, simama, omba, vunja hiyo madhabahu, omba na mimi. Hiyo madhabahu inakuacha, hiyo madhabahu inakuachia. Rababatasa rakakashanda rababatoko riakaterebese roshantarabo kuria riaseketeri rokotandarobosha paremekete rika baba vonjeka vonjeka ya madhabahu, vonjeka ya madhabahu. Riando sekete riano sakata mantori baku riantere seke shantarabobo reketeresi ratatasata shantarababa retete setete reketetetetete vonjeka 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 ya madhabahu imekushekelea. Vonjeka 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 vonja 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 vonja. Taja majina ya kwenu, taja majina ya kwenu, na kama unawezekana kuandika majina, andika majina ya ukoo. Anza kuvunja kwa damu ya Yesu hiyo madhabahu ya ukoo. Tamka hilo, kamata hilo jina, kamata hilo jina, vunja kabisa. Andika hilo jina, andika hilo jina, andika hilo jina, vunja kabisa. Andika hilo jina, vunja kabisa. Shiba baba baba shiba baba 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 shiba baba 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 shiba baba baba baba. Vonjeka kwa damu ya Yesu, vonjeka kwa damu ya Yesu. Hiyo madhabahu inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho leo imevunjika, leo imevunjika. Shantara baba baba shantara baba 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 shantara baba baba baba. Ndio 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 ndio, naona roho ya mizimu imekuwa inakufuatilia. Unaota huko kijijini, unaota huko nyumbani. Haya, vunja hiyo madhabahu. Madhabahu ya ndoto inavunjwa leo. Madhabahu ya ndoto inavunjwa leo. Madhabahu ya ndoto ambayo ndoto inatumika kama mlango kuua hatima yako, kama mlango kuua nchi ya kuua hatima yako, leo navunja hiyo madhabahu. Ninashambulia moto na radi, 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 moto na radi kwa jina la Yesu. Raboboshente rakakashantara rototorobosheke. Ninaona nguvu za kichawi, naona nguvu za kichawi. Hao wachawi wanaofanya kazi kuotea ndoto yako, usiolewe, usizae, usifanikiwe. Wameiba vitu vyako, wameiba nguo yako, wameiba nywele zako, wameiba vitu vyako, wamepeleka kuvizika makaburini ili wewe uendelee kuchelewesha. Anza kutamka. Kama kuna nguo yako iliibiwa, kama kuna damu yako ya hedhi iliibiwa, kama kuna chochote kilichoibiwa katika ulimwengu wa roho kinachokufanya ucheleweshe, leo hiyo nguvu ya kichawi ipasue. Patarabababa, ninaipasua hiyo nguvu ya kichawi inayofanya mwanamke huyu, inayofanya baba huyu, inayofanya kijana huyu, inayofanya binti huyu leo mambo yake haribike. Ninapasua. Mliiba nguo uko makaburini, mkazificha kichawi, mkazificha kiganga, mkazificha kishirikina, mkazificha kimizimu. Ninawafyatua, ninawashambulia paseketere pandorobobobo. Vonjeka, haribika hiyo mizimu yote inafanya kazi na hao wachawi. Pasua. Biblia nasema hakuna uganga juu ya Yakobo, wala hakuna uchawi juu ya Israeli. Habari za Israeli zitasemwa. Ni mambo gani aliyotenda Bwana? Leo ninatangaza, leo ninatangaza huo uchawi unaofanya kazi katika ulimwengu wa roho, ninauvunja. Pora baba, ninachoma moto hizo nguo alizopeleka kwa waganga na kwa wachawi na kwa washirikina wakazika makaburini. Shika moto, 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 shababababa, shika moto, shika moto, shika moto, shika moto, shika moto, shantarabababa, shika moto, shika moto, shika moto, rika baba, rika baba, rika baba, shika moto, shika moto, shika moto, riakaterekete ratatataraba rokotototo reketerebebebe. Omba, choma waganga,
choma 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 kila uganga unaofanya kazi. Kuna watu walienda kwenye maisha yako, wakakamata maisha yako, wakachukua waganga wakaharibu hatima yako. Inawezekana sio wewe, nyumbani kwenu kuna watu ambao wameenda kwa waganga, wamekamata nyayo yako, wameipeleka kwa mganga, wamekamata nguo yako, wameipeleka kwa mganga, wamechukua nyayo zako, wamezipeleka kwa mganga, wamechukua chochote, wamekipeleka kwa mganga. Sasa kwa mamlaka niliyopewa, natangaza chochote walichochukua wakapeleka kwa mganga, leo kishike moto. Leo shika moto, leo shika moto. Rapa. Hiyo aliyemiliki nguo yako akaipeleka kwa mganga, alichukua nyayo zako akakuiba, akazipeleka kwa mganga. Ndio maana una roho ya kucheleweshwa. Unashangaa nini kimetokea? Kwa nini nachelewa? Kumbe kuna watu waliiba biashara yako wakazipeleka kwa mganga, waliiba vitu vyako wakavipeleka kwa mganga. Leo natangaza, huyo mganga aliyemiliki vitu vyako, huyo mganga anayemiliki kazi yako, huyo mganga anayemiliki uchumi wako, anayemiliki ndoa yako, leo hii imeandikwa ya kwamba hapana mganga juu ya Yakobo, wala hapana uchawi juu ya Israeli. Leo ninatangaza katika jina Yesu, sawa sawa na Yeremia 51 inasema ya kwamba Mungu wetu sisi ni lungu la Bwana, sisi ni lungu la Bwana. Geuka sasa kuwa lungu la Bwana. Pasua maadui zote, pasua mizimu ya kiganga, pasua uganga. Piga huyo mganga, achie nyumba yako. Piga huyo mganga, achie ndoa yako. Piga huyo mganga, achie hatima yako. Piga huyo mganga, achie vitu vyako. Rapapapapapa riakatatata rokotarababa renteribebebe shantarabababa. Na pasua waganga wanaofanya kazi zao kwa ustadi kuleta uharibifu. Leo ninavunja pori makate rantarababa rokotandaraba riazakata rotorobo rakantarabababababa reketerese rakakashanta rababakori. Omba. Vunja nguvu za kiganga, vunja nguvu za kiganga, vunja nguvu za kiganga. Rianda sekete. Pasuka. Piga matunguri, pasuka matunguri. Unaona matunguri yanavyopasuka, matunguri yanapasuka. Jina lako linatoka, jina lako linatolewa. Shabababababa. Pasua matunguri yao, jina lako litoke. Pasua hiyo chupa ya kichawi iliyokushika, jina lako litoke. Ninalitoa hilo jina lako. Mandarebeketi roto robobosha paremendere randarababa rokokoria reketere shantarabababa. Kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu ananionyesha katika ulimwengu wa roho, hatima yako ya roho ya kuchelewesha imefungwa na washirikina wanaokuchelewesha, miungu na mizimu, nguvu zote za giza zinazofanya kazi. Leo natangaza, wewe nguvu ya giza unayemkamata mwanamke huyu, umemkamata baba huyu katika siri, umemkamata kijana huyu kwa siri, leo ninavunja ile agano. Leo navunja uchawi, leo navunja ushirikina, leo navunja mizimu, leo navunja nguvu za giza, leo navunja mitandao yote, leo navunja uchawi wote, leo navunja ushirikina wote, leo navunja mizimu yote. Shab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 a reketerebebebebe. Omba ongeza nguvu. Kuna mkono wa Yesu sasa unafanya kazi. Shantarabababababababa rab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 a. Unauona moto. Vunja kabisa. Riabo senterebo shantarabababa roto rekekerebebe
shenterebebebe, seterebebebe, rababababababa, rantarabababababa. Vunja kabisa, vunja kabisa, vunja kabisa, vunja kabisa, vunja kabisa, vunja kabisa, vunja kabisa. Shabababababababa, rantarantarantarantara. Yes, 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 yes. Shantarababababa, rata shantarababa torotete setetere. Vunja kabisa, haribu arama mando robo bosha karabababa rada santarababa sekere shentere shenterere shantarababa santarababa shontoro shenterere shantarababa kwa damu Yesu, kwa damu Yesu. Shantarabokoria. Yes. Rabushik. Anza kutangaza. Rabababababa. Rakakakakaka. Ratatata. Retetetetetete. Mighty name. Shatarabobokoria. Mandorobobobobo. Rakakakaka. Rapapapapapa. In the mighty name of Jesus. Kuanzia sasa. Natangaza. Vita yako ya kucheleweshwa imeisha. Hebu tangaza, sitachelewesha tena. Tangaza, sitacheleweshwa kwa damu Yesu. Sitacheleweshwa kuoa, sitacheleweshwa kuolewa, sitacheleweshwa kupata kazi. Tangaza. Sitacheleweshwa. Tangaza. Anza kutangaza. Sema sitacheleweshwa. Sitachelewa kuoa, sitacheleweshwa kuolewa, sitacheleweshwa kupata kazi, sitacheleweshwa. Hebu tamka. Wewe ni nabii wa maisha yako. Anza kutamka, sitacheleweshwa kupata kazi kuanzia sasa. Sitacheleweshwa kuolewa kuanzia sasa. Sitacheleweshwa kupata kazi kuanzia sasa. Hebu jitabirie, wewe ni nabii wa maisha yako. Jitabirie, wewe ni nabii. Kiri kwa kinywa chako. Sitacheleweshwa. Shandarababababababa. Katika jina la Yesu. Tangaza, uambie Bwana, sitakawia tena katika jina la Yesu. Nami ninakuombea Mungu akusaidie mwaka huu. Utakuwa mwaka wako kufanikiwa sana. Mwaka utakuwa mwaka wako kuolewa. Mwaka wako utakuwa mwaka wako uzao watoto. Mwaka huu utakuwa ni mwaka wako kuinuliwa. Mwaka wako kuona mambo makuu. Mwaka wako kuona matendo makuu, ishara na miujiza na maajabu. Mungu akubariki sana. Naomba popote pale unaponifuatilia, tamka, sema amen. Sitacheleweshwa katika jina la Yesu. Maombi haya ni maombi muhimu sana, na ili uweze kuendelea kupambana na maombi haya, hebu jiunganishe na sadaka yako kwenye namba hizo unazoziona. Na wewe ambao unanifuatilia, namba unazoziona hapo kwenye skrini yako, jiunganishe na namba hizi za sadaka. Panda sadaka yako ambao unasikia Mungu anakugusa kwamba kutoe kwenye roho ya kuchelewesha, ya mizimu, ya familia, ya ukoo, ya wachawi, ya washirikina, na utaona Mungu atakachokwenda kufanya, kwa sababu mkono wa Mungu unaenda kudhihirika kwa namna ya ajabu sana na namna ya kushangaza. Mkono wa Yesu unaenda kutenda matendo makuu sana. Lakini pia chukua video hii au klipu hii, share na watu wengi zaidi, waambie habari nzuri za maombi haya makubwa. Watu wamekuwa wanashuhudia sana kupitia maombi ya usiku, na mkono wa Mungu umekuwa unasaidia watu wengi sana. Watumie rafiki zako na ndugu zako na jamaa zako, utaona wakiwa wanafunguliwa sana na kuona mkono wa Mungu ukiendelea kuwasaidia. Mungu akubariki sana. Neema ya Kristo iwe juu yako. Nikutakie siku na usiku mwema. Shalom.